Vile vile kuna Tana River. Mwenzangu Hamza Yusuf amekuwa akifanya hizi taarifa kutoka maeneo hayo, vile vile kutoka kaskazini mashariki mwa Kenya, kaunti ya Garissa, Wajir. Tuweze kuangazia hali namna gani na vile vile ni hatua zipi ambazo zimeweza kuchukuliwa na serikali kufikia sasa. Na ndani ya studio ni naye Waziri Eugene Wamalwa. Karibu sana waziri. Vile vile tunaye Hassan Musa ambaye ni msimamizi ama mkurugenzi wa Msalaba Mwekundu kutoka maeneo ya pwani ya Kenya, sasa hivi akizungumza nasi kutoka kaunti ya Kwale. Hassan, karibu sana kwenye Leo Mashinani. Naam, bila shaka Hassan pale naambiwa kwamba picha yake kidogo imekufa ganzi, lakini muda si mrefu nitakuwa naelekea kwake tufahamishe mengi zaidi, taswira ikoje kutoka maeneo ya pwani ya Kenya kuhusiana na hili swala la ukame. Waziri, karibu sana kwenye Leo Mashinani mara tena. Asante sana. Naam, hebu kidogo kabla naelekea kule kwake Hassan, tuweze kupata taswira iko namna gani? Mbona kila wakati tunazungumzia swala la ukame nchini? Kwa sababu tuko na mabadiliko katika hali ya anga. Naam. Wataalamu wanaita climate change. Na tumekuwa na shida hii mara kwa mara, haswa mwisho mwaka wa 2017 2016 ndio tulikuwa na ukame. Na kabla ya hapo mwaka wa 2011 hapo ndio tulikuwa na shida kubwa ya ukame. Na mataifa yote ya IGAD yakaja pamoja hapa Nairobi. Kati Mheshimiwa Rais Kibaki alikuwa mwenyekiti, wakaanzisha juhudi za kupambana na mambo ya ukame. Program hiyo iliitwa Ending Drought Emergency, EDE. Ilikuwa program ya miaka 10, sasa inakwisha mwaka huu. Na tuko tunatarajia mataifa yote ambayo yameathirika pakubwa, haswa katika maeneo haya ya Horn of Africa, tutaweza kukabiliana na mambo haya kulingana na ile mikakati tuliweka. Lakini wakati huo tumekuwa na ukame 2017, tuliwahi kuwa na shida kubwa zaidi hadi Mheshimiwa Rais akatangaza hili kuwa janga la kitaifa. Na international community ikaja, tukaweza kupambana na hayo. Kwa wakati huu hatukuwa na mvua ya kutosha mwezi Oktoba hadi Disemba. Wakati tena tumetarajia mvua mwezi wa 3 hadi mwezi wa 5 pia hatukuwa na mvua ya kutosha. Bila shaka. Ndio sababu sasa katika maeneo ya kaskazini mwa Kenya, kule pwani, kuna kiangazi kikubwa. Wataalamu wako wanasema tusipopata mvua mwezi wa Oktoba, basi tutarudi pale tulikuwa 2017. Yani tunaweza pata mambo haya kuwa janga la kitaifa, lakini hatujafika hapo bado. Kwa wakati huu ni kaunti 10 ndio zimeathirika pakubwa. Ambazo ni? Vile umeeleza, Kilifi ni kati ya zile counties ambazo zimeathirika. Tana River vile vile. Ukienda sehemu kama za Wayu, kuna shida kubwa huko, uhaba wa maji, uhaba wa chakula. Ukija Garissa, ukija Isiolo, Samburu, Lamu kuna shida kule, kuja Turkana, Wajia, Mandera, kuna shida kubwa. So hizi kaunti 10 ndio zimeathirika pakubwa. Ndio sababu tumekuwa na mikutano juzi na magavana hawa. Vile vile tukakutana na wabunge na viongozi kutoka maeneo haya, kuona ni vipi tunaweza tukasaidia jamii zilizoathirika kupata maji safi kwa matumizi yao wenyewe na mifugo yao. Kando na hiyo pia tunaangalia tuone counties, sababu sasa tuko na serikali mbili. Kuna serikali kuu na serikali za county. Na county lazima kwanza ziweze kutumia zile pesa zilizonazo kwa mambo ya majanga. Zio kwenye mstari wa mbele. Zio kwa mstari wa mbele kuweza kupambana na haya. Wakati zimelemewa ndio sasa serikali ya kitaifa inakuja. Na wakati janga linakuwa la kitaifa sasa, tunakuwa na zile juhudi za kimataifa sasa kuja kuweza kupambana janga. Hatujafika hapo bado. Kwa sasa tunashukuru county zetu, magavana ambao tayari wako wanapambana. Wameanza mambo yanaitwa water tracking, yani kuweza kusambaza maji kufikia zile jamii zimeathirika. Kwa juhudi hizi sasa ninafuraha kuambia kwamba serikali kuu sasa imeanza kusupport hizi kaunti 10. Tumetoa milioni 500 ambazo sasa zinaenda kwa hizi haswa kaunti 10 zimeathirika, kuweza kuwasaidia mafuta na magari ya kuweza kusambaza maji. Sehemu nyingi unapata ni jamii za wafugaji hawakai pahala pamoja. Kukiwa na uhaba wa maji, wanatafuta maji, malisho na wanahama.
So lazima tuweke mipango na serikali hizi kuweza kufanya water tracking, kuhamisha maji pale hadi kule walipo tuweze kuwasaidia. Bila shaka waziri, manake nitakuuliza kuhusiana na juhudi ambazo umeweza kuweka kama wizara ya ugatuzi, kwa ushirikiano pengine na wizara ya maji. Naam. Lakini mwanzo kabisa nitakuuliza hili swali, manake tumeweza kutaja kaunti ya Tana River. Ni kaunti ambayo kila mara kukinyesha tunashuhudia mafuriko. Kaunti kama vile Garissa kumekuwa na visa kama hivyo. Kwa nini kwamba hakuna hatua nzuri ambazo zinachukuliwa na serikali kuhakikisha kwamba haya maji basi yanatumika vizuri wakati wa kiangazi kama sasa? Haya maji yanatumika kuwasaidia wale wananchi ambao wamekuwa kule. Kukinyesha wanakuwa ni waathiriwa. Kukaa na ukame vile vile ni waathiriwa. Sasa wanaanza kutoa kilio chao kwa serikali. Ni hatua zipi ambazo pengine mnaweka kuhakikisha kwamba wakati ambapo kuna mafuriko haya maji yanahifadhiwa vizuri? Kufika sasa ule mpango tumeweka ni wa kujenga mabwawa ambayo yataweza kuweka maji haya. Naam. Mwaka huu peke yake tunafurahia kwamba mabwawa 3 yamekamilika. Ukienda maeneo ya Pokot Magharibi, hiyo kaunti pahala panaitwa Kasese, bwawa hilo liko tayari. Ukienda Turkana, nimekuwa kule juzi sehemu ya Urum, tumejenga bwawa pale. Naam. Ukienda Marsabit, maeneo ya Forole, vile bwawa hilo limekamilika. Shida tumekuwa nayo, tulikuwa na mpango wa kujenga yale mabwawa makubwa kabisa, mega dams. Naam. Na hizo zinachukua muda mrefu, pesa nyingi, zina challenges nyingi sana, environmental and otherwise. Ukiangalia bwawa kama lile la Bute, hii shida tulionayo Wajia, tukijenga bwawa la Bute, maji mengi yanatoka upande wa Ethiopia. Na zile laga zinaingiza maji hadi kule Gurar, zinaingiza maji hadi kule Eldas. Lakini tukijenga bwawa lile la Bute litashikilia maji haya yanatoka Ethiopia. Na bwawa hili litasaidia hizi kaunti kwa muda mrefu, lakini ni bwawa kubwa zaidi, na gharimu karibu bilioni 9. Kwanza kuna mambo ya financing, alafu mambo yanachukua muda mrefu. Naam. Vile ukiangalia sehemu za pwani, maeneo ya Kwale, kuna ile bwawa la Mwache. Tangu ni kuwe waziri wa maji, kulikuwa na vikwazo vingi sana. Watu wanaenda kuchallenge mambo haya kotini, watu wa environmental activists. So inachukua muda kujenga mabwawa haya, mega dams. So upande wa Turkana vile tuna bwawa kubwa sana la Lowat. Hadi sasa limekumbwa na shida nyingi. Kile tumekubaliana ni kwamba lazima tubadilishe approach. Badala ya kufocus on mega dams, tunaweza jenga middle size dams. Kama haya mabwawa nimejenga, tumesema 3 within 1 year. Tulianza tangu tuweke mkataba wa amani kule Moroto. Wengi tulikuwa na kiangazi upande wa Turkana, West Pokot. Wafugaji wengi wakaingia Turkana. Wakaenda sehemu inaitwa Kobebe. Na pale tulienda na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, tukawa na Mheshimiwa Rais Museveni. Tulipata kule jamii wa Turkana wengi wamehama kutoka kaunti ya Turkana, jamii wa Pokot, wanaishi na jamii ya Wakaramoja, lakini kukiwa shida kule pia uhaba. Hii inaleta conflict kati ya hizi jamii. Na Museveni akasema sisi kama majirani tutaishi kwa amani, tutakubali mtumie maji yenu, lakini nanyi mjenge mabwawa yenu. Na rais alitoa amri akasema tuwataka bwawa kama hili la Kobebe lijengwe West Pokot, lijengwe Turkana, lijengwe kule Forole. In 2 years, mwezi huu wa 9 ndio tutakuwa tuna mark your anniversary kufungua mabwawa haya. Lakini tumeweza in less than 2 years yako tayari. Lakini yale makubwa mega dams kama yale ya Soin Koru kule Kisumu imechukua muda sana. Tukiweka ile bwawa la Soin Koru, mafuriko Nyando yanakwisha. Waziri, nadhani kwamba tuko kwenye nafasi nzuri sana, manake tunazungumza nawe kama waziri wa ugatuzi, na kabla ugatuzi ulikuwa waziri wa maji. Nitarudi na nitakuwa nakuuliza swali kuhusu Kimwaror na Aror. Hayo yamekumbwa na shida nyingi. Yalikuwa suluhishi matatizo eneo hilo. Yamekumbwa na shida nyingi sana. Kuna utata mabwawa hayo mawili, lakini tutakuwa nazungumzia zaidi na vile hatua ambazo kufikia sasa pengine umeweza kuchukua kuhusiana na haya mabwawa mawili kusuluhisha tatizo la maji. Kwanza niruhusu tuzungumze naye Hassan Musa ambaye ni msimamizi, ambaye ni mkurugenzi wa shirika la Msalaba Mwekundu Pwani ya Kenya. Hassan, karibu sana kwenye Leo Mashinani. Asante sana ndugu yangu Nicholas. Waziri, habari za asubuhi. Salama Hassan. Naam.
Hassan, hebu tueleze hali iko namna gani pwani ya Kenya, na hasa tukizingatia kaunti ya Kilifi na vilevile kaunti ya Tana River, manake swala la ukame ni swala ambalo sasa linaonekana kuwa kidonda maeneo hayo. Naam, kama alivyotangulia kusema Mheshimiwa Waziri, hali ni tete. Hali ni ngumu katika kaunti za pwani. Katika kaunti 6 tumesikia kwamba kaunti 4 ziko katika hali ngumu kidogo kwa hali ya ukame. Hizi kaunti zikiwemo Kwale, kaunti ya Kilifi, kaunti ya Lamu na kaunti ya Tana River. Kwa kawaida wengi wanatazamia sana ukame uwe Tana River na Lamu na Kilifi, lakini safari hii hata Kwale imeingia ndani sehemu za Samburu kule, ambapo Taru, sehemu kama hizo zote zimepatwa na matatizo haya. Na wengi tuzungumzie Kilifi kwa sasa hivi. Kilifi katika sehemu ya kawaida ya Pamba, Ganze, lakini hata Magarini wote wameathirika kwa kiwango kikubwa. Ukiangalia safari hii ni zaidi ya watu ambao wako hatarini ya kupata matatizo haya ni zaidi ya 24,000, na huu ni utafiti ambao umefanywa pamoja na serikali ya kaunti ya Kilifi na NDMA na washikadau wengine. Lamu pia katika sehemu ya Basuba, na hii ndio ni sehemu ambayo kidogo sasa hivi ina utata, kwa sababu hata kufika watu kufika pia na usaidizi Basuba imekuwa kidogo ni changamoto kutokana na hali ya insecurity katika sehemu ile. Lakini pia tusisahau Tana River ambayo kwa sasa hivi pia imeathirika kwa kiwango kikubwa. Now Kilifi katika sehemu zile ambazo wanategemea zaidi ni sehemu zile za mabwawa ambao community imejenga, ama serikali imejenga, ama serikali ya kaunti zimejenga ili kutega maji ya mvua. Lakini kutokana na ukosefu wa mvua kipindi kirefu sasa hivi 2020-2021, unaona mabwawa mengi yamekauka kwa sasa hivi, na yale ambayo yapo basi maji si masafi ya kusema binadamu ataweza kutumia. Kumbuka Bwana Nicholas ni kwamba mabwawa haya ambayo tunategemea jamii itumie ndio hayo tena mifugo inatumia. Na ukiangalia sasa hivi kuna ongezeko la wanyama kutoka kaunti nyingine kuingia katika kaunti za mkoa wa Pwani, kwa sababu kule kwao kulianza kukauka mapema, sasa imebidi waje huko. Kwa hiyo influx ama ongezeko la mifugo limechangia tena zaidi ukame, ukosefu wa maji katika sehemu hizi. Na hii ina hatari mbili. Ina hatari kwa sababu maji yatapungua katika sehemu ile, lakini pia unaweza kuleta uhasama baina ya jamii moja na jamii nyingine katika sehemu hizi. Na mbali na hivyo utaona pengine utapiamlo, maradhi ambayo yanatokana na sababu za maji, yote yamekuwa sasa ni kama kawaida katika sehemu hizi za kaunti ya Kwale, Lamu, Kilifi na Tana River. Kwa hiyo tatizo lipo, na ikiwa mvua haitopatikana kwa kipindi hicho, na habari zinazotokea ni kwamba kutakuwa na tatizo hili litaendelea, basi watu wengi watakuwa atharini. Karibu zaidi ya watu 375,000 katika mkoa wa Pwani huenda watakuwa katika hali ngumu, na pengine hiyo namba itaongezeka katika kipindi kinachokuja. Hiyo ndio hali halisi iliyopo kwa sasa hivi katika sehemu hii ya Kilifi, Kwale. Lakini inaongoza sasa hivi katika hali ngumu ni Kilifi, ikifuatwa na Tana River na sehemu ya Lamu. Lamu inaweza kuwa ni asilimia ndogo, maanake ni kama familia kama 21,000 ukiziangalia, lakini tatizo kubwa la Lamu ni kwamba kwanza wao wanapata tatizo la mifugo inayotoka katika kaunti nyingine na kwenda kwao, kwa sababu kuna sehemu kidogo kwao inajitahidi. Lakini tatizo kubwa zaidi Lamu pia ni insecurity. Katika sehemu ya Basuba ni sehemu ambayo kama nilivyotangulia kusema, wewe mwenyewe kufika inakuwa ni tatizo. Na pia ukisema unafanya cash transfer katika sehemu hii inakuwa ni tatizo, kwa sababu service za M-Pesa kule ni haba kuzipata ukikompea na hizi kaunti nyingine. Kwa sasa hivi hali ndio ilivyo. Manake tumeripoti kwamba katika taarifa za hapo awali kwamba kuna maafa yameshuhudiwa katika kaunti ya Kilifi. Hebu tujuze pengine idadi kwa watu na vile mifugo. Kwa mifugo bado kwa sasa hivi sina figure ambayo naweza kuitaja kwa sasa hivi, kwa sababu ile estimate ambayo zimefanywa na jamii. Kwa hiyo tunangoja tuende kama stakeholders pamoja tuweze kucollect hizi figures, lakini ukweli ni kwamba yes, mifugo inakufa na si michache, especially Kilifi namba inazidi kuongezeka kila siku.
na tunatarajia kama ikiwa hatua zitachukuliwa za mapema. Umesikia jamii ikisema sasa hivi hata kununua nyasi inakuwa ni gharama kubwa, kwa sababu zile sehemu ambazo ametaja Marafa, kutoka pale mahali walipo mpaka Marafa ni hatua kubwa sana ya ndefu ambayo inabidi atumie bodaboda kwenda kutafuta zile nyasi. Kwa hiyo yes, hali ni ngumu kwa sasa hivi. Kuhusu vifo vya binadamu, sioni kama hatujafikia kiwango hicho, lakini ikiwa hatua hazitachukuliwa basi huenda pengine tukafikia huko, lakini kwa sasa hivi ni mifugo ndiko katika hali hiyo, na sijapata habari za binadamu ambao wamefariki. Pengine wamefariki kwa sababu moja ama nyingine, lakini sina uhakika kabisa wa habari hizo. Kuna taarifa moja ambayo kuna taarifa moja ambayo tulifanya hapa ndani ya KTN, nadhani kwamba ni wiki hii, kama si wiki hii ni wiki jana, jamaa mmoja alifariki hospitalini, na baada ya kuangaliwa na madaktari, nadhani ilikuwa Kilifi, baada ya kuangalia madaktari akaambiwa kwamba ilikuwa ni njaa. Sasa hiyo unajua, kwa mimi kama mfanyikazi wa shirika la Msalaba Mwekundu siwezi kusema, pengine yeye ni daktari na anafahamu zaidi, lakini kwangu mimi nafahamu kwamba yes, ukame upo na kweli watu wameathirika kwa kiwango hicho, lakini sina ushahidi wa kutosha mimi kama shirika. Lakini kama kuna daktari amesema inawezekana. Lakini kwa mimi kama mfanyikazi wa shirika la Msalaba Mwekundu naweza kusema mifugo yes, nimeiona imekufa. Yes. Nimeiona mingi, si michache. No. Shikilia tu hapo, tutakuwa narudi kwako muda si mrefu tuweze kuangazia hili kwa kina. Waziri, umeweza kusikia Hassan na ameweza kuorodhesha kaunti ambazo ziko kwenye hatari kubwa zaidi katika maeneo ya pwani ya Kenya, na vile vile narudi pale katika kaunti ya Kilifi. Kuna taarifa nyingine ambayo tulifanya kwamba kati ya watoto 250 ambao wanafaa kwa shuleni, 100 pekee ndio wameweza kuingia shuleni kwa sababu ya njaa. Wakati wewe kama waziri wa ugatuzi, umewahi kuwa waziri wa maji mbeleni, mambo kama haya na kutia wasiwasi kabisa, lakini lazima pia tukubali ya kwamba vile hali ilivyo sasa, sio tu Kenya, vile nimesema bara la Afrika na dunia nzima, ili changamoto la climate change ni jambo ambalo lazima tukabiliane nalo. Na wataalamu wanasema hii sasa itakuwa ni the terrible new normal. Litakuwa jambo la kawaida kuwa na ukame, kuwa na mafuriko na majanga mbalimbali. So lazima tuweke mikakati, tuweke sera na vile vile tujiandae. Tuone vile tunaweza kabiliana na majanga haya. Njia moja ya kufanya hayo ni kuhakikisha ya kwamba tumeweka sera, tumeweka sheria na vile vile tumeweka pesa ya kutosha. Kwanza kwa kaunti zetu. Kila kaunti, sheria Public Finance Management Act inawaruhusu 2% kuweka kando pesa kukabiliana na majanga. Na haya tunataka tuhakikishe kwamba kila kaunti imepitisha ile climate change bill. Kenya tayari kama serikali kuu tulipitisha the Climate Change Act, na tulikuwa kati ya mataifa ya kwanza bara la Afrika 2016 kupitisha sheria hii. Nchi zingine ziko zinakuja kwetu sasa kujifunza vile tumeweka mikakati, tumeweka sheria, na juzi tumepewa ile award ya kuwa the IGAD Resilience Champion. Sababu tangu 2011 vile tulianza mikakati ya EDE kupambana na janga hili, tukaweka shirika la NDMA, tumeweza kufanya vyema zaidi kuliko mataifa mengine. Lakini sasa tunataka pia serikali za kaunti ziweze kuweka mikakati pale mashinani. Tulikuwa tumejiandaa kwa mambo ya Devolution Conference. Tungekuwa leo tunavyoongea hivi sasa kule Makueni. Na tulifurahi sana kufikia wiki jana kaunti 41 zilikuwa zimepitisha miswada ya climate change bills katika kaunti hizo. Na pia zimeanza kuweka zile climate change funds ambazo zitasaidia majanga kama haya. Kule Kilifi, serikali ya Governor Kingi ikiwa na pesa ya kutosha kukabiliana na majanga, lazima waweze kukabiliana, wasaidie watu wa Ganze, Bamba na maeneo yameathirika kama Wayu upande wa Tana River. Alafu wakilemewa ndio sisi serikali kuu tuje tuweze kuwasaidia. Lakini hata hivyo kwa sasa tayari vile tumesema kwa mambo ya maji tumeanza kusupport hizi counties. Mambo ya chakula, kawaida tumekuwa tunapeleka chakula cha msaada. Na maeneo kama ya Kilifi tumetembea kule sana. Na haswa Mheshimiwa
Mike Kingi, yeye ndiye amekuwa anaathirika sana kwa wabunge hao wote. Tumetembea kule kuwapelekea chakula cha msaada, kuwasaidia. Lakini sasa tumebadilisha sera ile kusema badala ya kupeleka chakula kwa wananchi, tunataka tufanye mambo ya cash transfer. Pesa ziende kwa zile familia zimeathirika. Na tayari tumeweka process ya kutambua ni jamii zipi ambazo zina hii shida, na cash transfer inaenda kwao. Tuko na mambo yale ambayo tumekuwa tunasaidia kawaida, mambo ya wale walemavu, wazee wetu, mambo ya inua jamii. Lakini pia kama wizara tuko na mambo ya hunger safety net. Mwezi jana, karibu wiki mbili zilizopita, tulitoa karibu milioni 500 kusaidia haswa kaunti zimeathirika sana za Turkana, Marsabit, Wajir na Mandera. Kwa hizi kaunti 10 hizi ndio sasa ziko hali mbaya zaidi. Na tunahofia kwamba Marsabit huenda ikaenda ile alarm stage. Sasa hizi zote ziko kwa hali ya alert stage. Kati ya kaunti 23 zilizo sehemu kame, hizi 10 tumeeleza ndio tuko tunapeana special attention kama national government. Na support imeanza tayari. Tunaongeza mambo ya pesa ya water tracking, tuko pia tunaongeza mambo ya hunger safety net. Tumepanua juzi, tukaongeza kaunti zingine 4, tukiwa na kaunti ya Garissa, kaunti ya Tana River, Isiolo na Samburu. Ziko hali mbaya vile vile. Alafu sasa ndio tunakuja Kilifi is next on our list. Kitui pia wako na shida kule, Lamu na